na ile kazi ambayo Mungu anaweza fanya, wewe tu ndiye anaweza tumia. Lakini swali ni je, umekuwa na Yesu? Have you been with Jesus? Na ninataka kuongea about walking with God in depth. Kutembea na Mungu katika kilindini. Unajua kuna kutembea na Mungu na kuna kutembea katika kilindini. Na kuna mtu alikuwa anaitwa Ezekiel. Na siku moja akapewa maono, akaambiwa, akaonyeshwa mto. Na kukakuwa na mtu ambaye anamuongoza. Ezekiel 47. Akapimiwa vipimo. Kukakuwa na kipimo cha chini cha nyayo ambao maji ilifunika nyayo. Kukakuwa na kipimo kingine ambao maji ilifika kwa magoti. Kukakuwa na kingine ambao ilifika kwa kiuno. Na kukakuwa na ingine ambayo sasa maji ilifunika mwili wote. Na akasikia ya kwamba sasa hawezi tembea. Sasa itabidi aogelee. Katika kutembea na Mungu kuna viwango. Bwana si. Na Ezekieli alikuwa anapimiwa. Na ilikuwa jukumu yake kuchukua hatua kuingia. Kwa sababu katika hivyo viwango vya Mungu vipo. Lakini itakuwa wewe kuchukua hatua kuvitembea, kuviingia. It is your duty. Leaders, let me tell you, nimesikia pastor akisema don't miss service. Sasa kumiss service ni ikuwe bare minimum. To be in all the service ikuwe bare. Yaani hiyo ni ile, hiyo ikuwe tu. Hiyo hakuna kuongea. Kwa sababu ile ambayo tunaongea leo ni ya ndani. One man was challenging me, another day he was telling me, wewe ni mhubiri wa city. Eda usome vile ambavyo cities are conquered. Jericho was a city. But there was a strategy that was needed to conquer Jericho. Hallelujah. Kulikuwa na vile ambavyo Jericho ilikuwa inahitajiwa kuingiwa. Tunaona tu nyumba hapa na barabara na apartment. Let me tell you, it's a kingdom. Sisi tulipoanza kuhubiri Jiro, huko vijana walikuwa wanauawa. Kulikuwa na hii cult inaitwa Gaza. Whatever, I don't know whether it's a cult or whatever it is. Kila mara mpaka mmoja wao alikuwa wa kanisa yetu. Kasema wamekuja sana. They have come so much. And we pray God. Today, hiyo mauaji haiko. Lakini bado hatujamaliza. Walking with God has a depth. Iko na kilindini. Na ninataka kusoma Exodus 33:12 to 23. George, sijui kama uko na ile Biblia yetu ya Kiswahili. Ama kuna mahali Biblia ya Kiswahili. Yeah, uko. Sawa, apewe microphone huyu ndugu. Tusomee 33:12 to 23. Na tusikize, ndio maana nasoma kwa Kiswahili. Ili kila mmoja aende nyumbani akiwa na huo ujumbe katika jina la Yesu Kristo, na nategemea kwamba Roho Mtakatifu atatusaidia kushika ujumbe ulio pale. 33:12 to 23. Biblia inasema Kutoka 33 mstari wa 12. Musa akamwambia Bwana, angalia, wewe waniambia wachukue watu hawa, nawe huku nijulisha ni nani utakaye mtuma pamoja nami. Walakini
umesema na kujua jina lako, nawe umepata neema mbele zangu. Basi sasa nakuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako, unionyeshe njia zako, nipate kujua, ili nipate neema mbele zako. Ukakumbuke ya kuwa taifa hilo ndilo watu wako. Akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Naye akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nami, usituchukue kutoka hapa. Kwa maana itajulikanaje kuwa nimepata neema mbele zako, mimi na watu wako? Sio kwa sababu unakwenda pamoja nasi. Hata mimi na watu wako tutatengwa na watu wote walio juu ya uso wa nchi. Bwana akamwambia Musa, nitafanya na neno hili ulilolinena, kwa maana umepata neema mbele zangu, nami na kujua jina lako. Akasema, nakusihi unionyeshe utukufu wako. Akasema, nitapitisha wema wangu wote mbele yako, nami nitalitangaza jina la Bwana mbele yako. Nami nitamfadhili yeye nitakaye mfadhili, nitamrehemu yeye nitakaye mrehemu. Kisha akasema, huwezi kuniona uso wangu, maana mwanadamu hata niona akaishi. Bwana akasema, tazama, hapo pana mahali karibu nami, nawe utasimama juu ya mwamba. 22. Kisha itakuwa wakati unapopita, utukufu wangu nitakutia katika ufa wa ule mwamba, na kukufunika kwa mkono wangu, hata nitakapokuwa nimekwisha kupita. Amen. Haleluya. Tunajua hii ujumbe sana wa Musa. Na Musa ni mtu alikuwa ametembea na Bwana. Musa ni mtu ambaye angepanda mlimani na akae pale siku 40 bila chakula, bila maji. Musa ni mtu ambaye angeshuka kutoka mlimani akiwa na utukufu ambao unaonekana, unang'aa. Bwana asifiwe. Musa ni mtu angeambiwa ile jiwe enda unene nalo litoe maji, na ifanyike hivyo. Musa ni mtu ambaye alitumiwa sana kule Misri na Bwana kufanya miujiza mikubwa. Aliona ukuu wa Bwana. Haleluya. Lakini hiyo haitoshi kwa Musa. Bwana asifiwe. Unajua ile challenge ambayo tuko nayo sana katika kanisa la sasa ni kwa sababu kanisa la sasa linatafuta miujiza na ishara. Haleluya. Ile shida tuko na kanisa la sasa, washirika wa sasa wanatafuta vile vitu ambavyo Mungu hupeana, the tangibles. And tangibles are good, but there is beyond tangibles. Bwana asifiwe. Musa ni mtu ambaye Mungu anaongea na yeye, anamwambia nitawapa wana wangu mkate wa malaika kila siku. Haleluya. Musa ni pastor wa kanisa la watu over 1 million. Hakujawahi kuwa na pastor wa over 1 million in the world. The greatest crowd imekuwa ya this man mwenye alikufa juzi, Yogicho. 850,000 in one sitting. Moses was over 1 million. Not born again.
Hallelujah. Unajua at least sisi tunaongoza watu ambao ni born again. Wa Musa wengine walikuwa wa Misri. Hard people. But Moses leads them. Lakini Musa anasikia hapana, hii haitoshi. This one is not enough. Na anaambia Bwana, umekuwa ukitembea na ukiongea na mimi uso kwa uso. Lakini sasa nahitaji zaidi. I need more. Hallelujah. Watu watajuaje ya kwamba wewe uko na kibali na mimi? Listen to me, church. Watu, unasikia what Moses is asking for? How will people know that you have favor? Moses wants favor with God. And he wants people to know that whatever he does is not by power, is not by might. Hallelujah. But it is because God has favor with him. Musa hataki jina kubwa. Musa anataka watu wajue ya kwamba hii miujiza ambayo tunaona, huu tukufu ambao mnaona niko nao, mpaka mnaniambia nifunike uso wangu, si kwa sababu ya mimi, ni kwa sababu yawe ako na kibali na mimi. Mimi Musa sitaki kutoka hapa. Kama uwepo wako hauendi nasi. Kama uwepo wako basi uko hapa, wacha tukae hapa. Na kulikuwa na ahadi, by the way. Asali, maziwa, nchi yao ambayo sio desert. Watolewe desert, waende mahali ambapo maziwa ni nyingi na asali ni. Lakini kama huko hautakuwa, kama uwepo wako utakuwa hapa jangwani, wacha tukae hapa jangwani. That's Moses for you. Hallelujah. And it was a prayer, a serious prayer. And he is speaking with God. I want favor. And na kama uendi nasi hatutaki hutoka hapa. Hallelujah. My Bible says, it's not in you are going with us, so that we are a distinct, I and your people. Listen, distinct. Distinct. Ile kitu ya Musa anataka atembee na Mungu ili wao wawe tofauti na mataifa. Na si yeye peke yake, yeye pamoja na watu wa Mungu ambao wanawaongoza. Pastor Kim and his people, they be distinct from others. Hakuwa tofauti. Challenge ambayo tuko nao kanisa ya leo ni kwamba watu wanataka kufanana na ulimwengu. Musa anataka yeye na wana wa Israeli wakuwe tofauti. They be distinct. Hallelujah. I and your people from every other people of the face of the earth. What a prayer. Hii ni maombi mzuri. Mimi nataka kuwa tofauti pamoja na watu wako, kutokana na watu wale wengine wote wa dunia. Tofauti. Need to be our prayer this year. Because this is a serious prayer. Na nitakuonyesha seriousness ya hii prayer.
in the Bible. Naye Mungu akamwambia verse 17, this very thing that you have spoken, I will do. What an answer, oh my God. Ati hii kitu ambayo Musa umeuliza, mimi nitafanya. Oh, I wish we had a time nihubiri hii kitu bila haraka. Hii kitu ambayo umeuliza, mimi kutembea na wewe, uwepo wako kuenda na wewe, kibali chako kuenda na wewe, mimi Mungu nitafanya. God is so willing. He is willing. Anataka sana kuenda nasi kilidini. Hallelujah. Tuko pamoja, nifanya hivi kama tunapelekana pamoja. Bwana is willing. He is willing. He is willing to take us deeper. He is willing to walk with us. He is willing to change us. He is willing to make us distinct from other people. Mungu akamwambia, you have found favor. Umepata kibali mbele za macho yangu. Na ninakujua kwa jina. I know you by name. Musa anamwambia, yes, you know me by name. Na ninapata kibali mbele zako. But please, Lord, show me your glory. Wengine wetu Mungu akituambia na tusikie kwa sauti, anajua majina yetu. Social media. The Lord told me in the dream of the night that he knows my name. What? Musa anamwambia, yes. Thank you, Lord, for your favor, for you knowing my name. But please, one more thing, show me your glory. Kwa sababu Musa anapotembea na Bwana, unajua katika maombi, katika uwepo wa Bwana, kuna kitu kizuri unasikia. Unasikia hii kitu naitaka zaidi. Hallelujah. So Musa anaambia Mungu, I know the greatest thing in your kingdom is your glory. Give me your glory. Show me your glory. Hallelujah. Bwana anamwambia, and he said, I will make all my goodness pass before you. Nitafanya wema wangu upite mbele zako. Hallelujah. Na nitaliita jina lako. I will proclaim before you my name, the Lord. Nitapita mbele zako na niliita jina langu, the Lord. Yani Mungu anamwambia, wewe ukiwa hapa, mimi nitapita na nijiite jina, the Lord. So utajua yule ambaye anapita yako si malaika, si Michael. Hallelujah. Ni the Lord. I will be gracious to whom I will be gracious, and I show mercy on whom I show mercy. But unajua kukiwa kwa but, sasa unajua wewe kimeuma. Mtu amekwambia habari imeenda vizuri, umeenda umekubali. I know you by name. I will show you mercy to whom I show mercy. I will be gracious to whom I show gracious. But sasa kutaenda aje sasa tena Mungu na kulikuwa kumeenda vizuri. You cannot see my glory, for man shall not see me and live. Huwezi ona utukufu wangu Musa. Na vile Musa amefanya intercession, na vile Musa amefuka siku nyingi, tena hata ona utukufu. Lakini Mungu anamwambia, but there is an option. I will put you on a rock. Ninaweza kukuwekelea juu ya mwamba. Na ndani ya huo mwamba hapa upande kuna mwanya.
nikiwekelea kwa mwamba, alafu nikuweke kwa mwanya, alafu nikufunike kwa mkono wangu. Haleluya. Hata kama vile ulivyo Musa, uko na dhambi, kunaye Yesu, na nikukuweka kwa Yesu. Bwana asifiwe. Na nionyeshe rehema zangu juu yako, mkono wa Bwana, the grace. Bwana asifiwe. Then I will pass by, and I will take away my hand, and you will see my back, but my face shall not be seen. Nitakuweka kwa Yesu, na kwa ajili ya damu yake na rehema zangu nitakuruhusu uone kidogo. Bwana asifiwe. Kwa sababu katika wokovu, mambo makuu ambayo Bwana anafanya, sisi tukiona is just but a glimpse. A glimpse. Kidogo. But when he will appear, when we will see him, we shall be like him. Hallelujah. Lakini Musa anafanya hii ombi. Wacha nikuambie, kwa sababu naona sina wakati mwingi. There is something that happened in Mark chapter 9. Called transfiguration. Who was there? Bwana asifiwe. Wakati Yesu alichukua mitume wake Petero na Yakobo, nani mwingine? Peter, James and John on the mountain, na akabadilishwa. Who was there? Who came? Moses and Elijah. Musa alijibiwa maombi duniani thousands of years. I wish we had time, but there will be another time. Musa alikuja na wakaongea na Yesu. Na wakati huo Yesu hakuwa na mwili wa kawaida, alikuwa amebadilishwa. Biblia inasema ya kwamba alikuwa anang'aa kwa utukufu wa Mungu. They spoke with Moses. Moses alitoka paradise, alitolewa paradise akuja ajibiwe maombi. Praise the Lord. Ni vizuri tutafute kilidini, because it's only then that we will be distinct. Let's seek to be distinct. Wacha tutafute kukua watu wa tofauti, sababu sisi ni wa ufalme. Sisi ni wa Yesu. Sisi ni wa Mungu. Na Mungu anataka kuenda na sisi katika kiwango cha ndani. Na ni vizuri tujue haya mambo tunapo yatafuta si kwa ajili yetu. Ni ile kazi ambayo tunafanya ya huduma pia tuifanye kwa utofauti. With the distinction. Bwana asifiwe. Ukiangalia hawa watu wawili wenye walikuja kwa Yesu hiyo mlima wa transfiguration, they were serious guys when they were living in the world. Musa ni mtu wa kutafuta uso wa Bwana, ni mtu wa kutisha utukufu wa Bwana.
Elijah ni mtu anaomba, akiitisha moto inakuja ikiwa moto. Akisema amefunga mbingu haitanyesha na kutanyesha wakati ataifungua, kunakuwa namna hiyo. The guy mpaka wakati inafika kwa dunia anaondoka duniani in style. Bwana asifiwe. Jamaa anaondoka in style, anakujiwa na farasi wa moto. Chariot of fire in style. Musa inapofika wakati wake wa kuondoka dunia, anapanda mlimani. Anaenda anakutana na Mungu huko. Mungu mwenyewe anamuzika. Because they desired to be distinct. Yani walitamani kukuwa watu wa tofauti mpaka kuondoka kwao kwa dunia kunakuwa tofauti. Enoch. Wakati unasoma hiyo genealogy pale, I think it's Genesis 6. Inaongea kuhusu hao watu wengine. Huyu akazaliwa, akafikisha miaka 40, akapata huyu. Tena akaishi miaka ingine 800, akapata watoto wa kike na wa kiume, alafu akalala, tunafika Enoch. Story inabadilika. Akazaliwa, akafikisha 65, akazaa Methuselah, akatembea na Mungu miaka 300 mpaka Mungu akamuondoa. The story changed. Distinct. Si tuchague tuambie Bwana mwaka huu tunataka kuwa watu tofauti. Historia yako iache kusoma tu kama ya wale watu wengine. Kwa utukufu wa Bwana. Bwana asifiwe. Tukimaliza kazi kama Yesu hatakuwa amerudi, ati tukikuja kukuzika ukiwa na miaka 95, tunajua tu vile eulogy yako itasoma. Alizaliwa, akaenda shule, akapata watoto, akakufa. Distinct. Do not conform to the patterns of the world, but be transformed in the renewal of your mind. Shida inakuwa hapa. Hapa ndio mashida. Ikipata staff. Musa anapata kila staff, miracles, signs. Akikashirishwa na watu anaambia dunia ipasuke, inapasuka, inawameza. Musa is not yet satisfied. He wants the glory. Na hata lala. Kama kuna kitu moja nimeambia Bwana nisaidie huu mwaka, ni kutolala. Sababu dunia imetufanya very busy kutafuta pesa. Ukienda nyumbani unakula sapa ukisinzia. Nakumbuka wakati mwingine mpaka nakuta mke wangu anakasirika, namwambia tafadhali nifunikie nitaikula kesho asubuhi sababu usingizi. Huu mwaka nimesema sitaki kulala. I want to spend time with God. Nataka kuingia kilidi. I want to be distinct. Sababu Daudi anasema ninatamani sana, nimejaza kitanda changu na machozi nikikutafuta usiku. Tumeogewa Psalm 1, tumesomewa ya kwamba huyu mtu ambaye amebarikiwa analala usiku na mchana akitafakari neno la Bwana. Unajua kutafakari hiyo ndio inatransform. Unatafakari mawazo inabadilishwa na nguvu za neno la Bwana, neno la Bwana.
mpaka linajaa. Let the word of God dwell in you richly. Let's be men and women who pray. Much prayers. Unajua kuna maombi mengine tunaombaga tukiwa tumekibia kila wakati. Asubuhi umeamka morning devotion, but you must catch up with jam. Kwa hivyo bado unaomba ukikumbuka vile jam itakushika. Hiyo ni maombi umekibia. You cannot get time even to meditate. But night, let me tell you, nights are good. Usiku. Hauna haraka. Niambia Bwana niondolee usingizi. I don't want to sleep much time. I want to look for quality time to get it deeper. Nasitaki kuendelea sana sababu ya wakati. Bwana asifiwe. I had pages and pages. But I think that is enough ignition for this year. Baraka kubwa ambayo tunaweza pata kwa Bwana, number 1, ni yeye kuwa nasi. Him. And we know he is in us. By the fact that we are born again, he lives in us. But that level is too low. Hiyo kiwango ni ya pale miguuni. Pimiwa ingine. Hata mimi nataka nipimiwe. This year. And beyond. It's only then that we will do remarkable work for the kingdom of God. Nataka kwa dakika ambazo zimebaki katika jina la Yesu Kristo uende mbele za Bwana. Na uombe neema ya kutembea katika kilindini, ya kukesha, ya kutotosheka na kidogo. Hallelujah. Enda mbele za Bwana. Katika jina kuu la Yesu, oh my God, that we may be distinct, that we may be different, in the name of Jesus. Sharabaya na maganda, sharabaya mazeria mazekari mazeria, yeke tebebe shanda, zika baganda, rebozario, yatabaganda. Fill my heart with thirst for you. Make me pant for the waters. Let my soul thirst for the waters, that I may be filled until I'm filled. Manisari habakuna handa, bosheteria, mando zeka biga ni handi baboria. In the name of Jesus. Tutavu pambo yetu, vitu vyote vya thamani kwetu. Mioyo yetu twaleta mbele zako, utakasi na utembi. Maisha imebaa mapambo. Pride of life. Lust. Kutosheka with the status quo. Lord, help us. Saidia kuvua mapambo yote mwaka huu Bwana. Tuwe na kiu chako. Tuwe tofauti sisi na wale walioitanishwa na jina lako Bwana. Fedheha ya kanisa Bwana iwe bali nasi, lakini sisi tuwe taifa teule linalotembea na Bwana. Bwana uinuliwe, upewe sifa
Hakuna aliye kama wewe. Grace us for this year, because we want to be distinct. We want to do a distinct work for you. We want to live a life that is distinct, that is different. We worship, we praise you in Jesus' mighty name. God bless you.